Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni leo katika somo letu la aina za sentensi. Tulifanya aina za maneno, aina mbalimbali za maneno, tukataja nomino na mifano yake na kueleza, na tukatoa namna maswali yanavyotungwa katika mtihani. Tukaendelea tukafanya aina za viwakilishi, vivumishi, vitenzi, vielezi na kadhalika. Kwa hivyo somo letu leo tutafanya aina za sentensi. Tufahamu tulipomaliza kufanya aina mbalimbali za maneno, tulitoa mifano ya maswali ya sarufi. Kwa hivyo katika hayo maswali ya sarufi, kuna baadhi ya maswali ambayo hatujapitia. Kwa hivyo hapa ndani tuna aina za sentensi. Aina za sentensi ni aina mbalimbali, tutaziorodhesha na kuzieleza kwa ufaafu. Aina za sentensi, tuko na aina mbalimbali za sentensi. Ya kwanza kikundi nomino na kikundi tenzi. Tuko na kiima, kiarifa, chagizo, kijalizo, shamirisho, virai na vishazi. Tutaanza na cha kwanza, kiima. Kiima ni nini? Kiima ni sehemu au nafasi katika sentensi inayokaliwa na nomino au kikundi nomino. Kwa hivyo kiima kwa ufupi tunaweza kusema ni kikundi nomino. Kwa hivyo mahali kuna nomino, kuna kivumishi au kuna kiwakilishi, kuna kivumishi, tunataja ni kikundi nomino. Pia tunaweza sema kiima. Kwa hivyo mfano katika sentensi, mjigambi anajigamba jukwaani. Kwa hivyo mjigambi ni nomino, ni mtu. Kwa hivyo tunasema hiki ni kiima. Tukienda mbele, anajigamba itakuwa ni kitenzi. Na sisi tumesema kiima ni sehemu au nafasi katika sentensi inayokaliwa na nomino au kikundi nomino. Kwa hivyo hapa tunaangalia nomino, kundi nomino. Tukiona kitenzi tu basi si kiima tena. Kwa hivyo kiima ni sehemu au nafasi katika sentensi inayokaliwa na nomino au kikundi nomino. Mfano kwa sentensi, mjigambi anajigamba jukwaani. Kwa hivyo mjigambi ni nomino. Hiyo ndo itakuwa ni kiima. Mfano pili wa sentensi, wanafunzi waliochelewa watamuona mwalimu. Kwa hivyo wanafunzi waliochelewa itakuwa ni kiima, yani kikundi nomino. Tuelewe hapa wanafunzi ni nomino, waliochelewa ni kishazi, yani kuna orejeshi, si kitenzi. Kitenzi hapa haswa ni watamuona. Hiki ndo itakuwa ni kitenzi. Kwa hivyo mahali kitenzi kinaanza sisi hatutaki kuangalia. Tunaangalia kiima, yani kikundi nomino. Ya pili, kiarifa. Hii ni sehemu au nafasi katika sentensi inayokaliwa na kitenzi au kikundi tenzi kinachoarifu juu ya tendo. Kwa hivyo tofauti na kiima, kiarifa ni kikundi tenzi. Kwa hivyo mahali kitenzi kinaanza, iliyobakia yote itakuwa ni nini? Kiarifa, yani kikundi tenzi. Mfano, mhalifu ametubu. Kwa hivyo mhalifu ni nomino. Sisi hatutaki kuangalia kiima hapa. Tunaangalia kiarifa. Na kiarifa tunasema kinaanza na kitenzi. Kwa hivyo ametubu itakuwa ni kiarifa. Mfano wa pili wa sentensi, wageni wameamua kurudi. Kwa hivyo wameamua kurudi, hiyo yote itakuwa ni kiarifa kwa sababu kitenzi kinaanza hapa, yani sehemu ya kikundi tenzi, wameamua kurudi. Kwa hivyo si lazima ati kitenzi pekee ndio itakuwa ni kiarifa. Kitenzi na kielezi na baadhi ya maneno. Madamu mahali kitenzi kinaanza na iliyobakia yote itakuwa ni kiarifa. Kwa hivyo kiima ni kikundi nomino, kiarifa ni kikundi tenzi. Chagizo. Chagizo ni neno au kikundi cha maneno kinachojaza nafasi ya kielezi katika tungo.
Kwa hivyo chagizo kwa ufupi tunasema nini? Kikundi kielezi. Mahali kuna kielezi kimoja, vielezi viwili na kadhalika, tunasema ni chagizo. Mfano, alisoma kwa bidii. Kwa hivyo kwa bidii hapo ndo tuna kielezi, kwa hivyo itakuwa ni chagizo. Mfano wa pili, Idarus anaishi mjini Kakamega. Sisi tunataka chagizo. Chagizo mjini Kakamega. Hapo tuko na vielezi viwili. Vielezi vya mahali, mjini Kakamega. Kwa hivyo itakuwa ni chagizo. Kijalizo ni neno au kundi la maneno linalokuja baada ya kitenzi kishirikishi. Nimekoleza wino hapo, kitenzi kishirikishi. Mfano, mwanafunzi yule ni hodari. Kwa hivyo mwanafunzi ni nomino, yule ni kivumishi, ni kitenzi kishirikishi, na tunasema kijalizo kinakuja baada ya kitenzi kishirikishi. Kwa hivyo nini kitenzi kishirikishi? Baada ya nini? Neno ni gani? Hodari. Kwa hivyo hodari ndio itakuwa kijalizo. Sini nini? Kitenzi kishirikishi. Lakini tumesema baada ya kitenzi kishirikishi neno linalofuata itakuwa ni nini? Kijalizo. Mfano wa pili, tuelezee zaidi. Ni kitenzi kishirikishi na baada ya ni neno hodari ndio huwa kijalizo, kama nilivyoeleza hapo mwanzo. Kwa hivyo mfano mwingine wa sentensi, kalamu nyeusi ni ile iliyopotea juzi. Kwa hivyo hapo ni kitenzi kishirikishi. Kwa hivyo hayo maneno matatu yaliyobakia, ile, iliyopotea, juzi, yote itakuwa ni kijalizo. Kwa hivyo inajaliza. Baada ya kitenzi shirikishi, si lazima kitenzi shirikishi ikiwe ni kishirikishi kamilifu au kipungufu. Chochote bora ni kitenzi kishirikishi itakuwa ni kijalizo. Kwa hivyo tusisahau kuwa kijalizo ni neno au kundi la maneno linalokuja baada ya kitenzi kishirikishi. Tukatoa mfano, mwanafunzi yule ni hodari. Kwa hivyo hodari itakuwa ni kijalizo. Shamirisho. Tunaenda aina nyingine ya sentensi. Shamirisho au yambwa iko na majina mawili. Shamirisho katika sentensi ni sehemu ya kundi tenzi inayokaliwa na nomino. Kwa hivyo tuko na aina mbalimbali za shamirisho. Ya kwanza, kipozi au pia tunaita yambwa tendwa. Ya pili, kitondo au pia tunaita yambwa tendewa. Na ya tatu, ala au pia ni kifaa. Kwa hivyo tuanze na ya kwanza, tueleze kwa ufafanuzi na wazi zaidi. Kipozi au yambwa tendwa ni nomino. Nimekoleza wino nomino. Kwa hivyo ni nomino mtendwa au kitendwa. Kwa hivyo inaweza kuwa ni mtu au kitu. Hiyo nomino, nomino ya jina la mtu au nomino ya kitu. Kisha tueleze, hupokea athari ya kitenzi kilichotajwa. Kwa hivyo kuna kitu kimetajwa, kwa hivyo inapokea athari yake, yale matokeo. Pia kipozi au yambatenda hujibu swali nini. Mfano, nilimpelekea baba pesa. Kwa hivyo tusisahau hapa tumesema ni nomino. Kwa hivyo nilimpelekea ni kitenzi, baba ni nomino, pesa ni nomino. Lakini umesema nomino gani ambao hupokea athari ya kitenzi? Athari ya kitenzi, kitenzi nimempelekea nini. Kwa hivyo umempelekea, ndio maana tunasema ni athari ya kitenzi. Nilimpelekea, sasa ulimpelekea nini? Ndio maana tukasema pia hujibu swali nini. Kwa hivyo ukijiuliza tu nini, swali nini, sasa tujua hapo ni kipozi au yambatendo. Kwa hivyo nilimpelekea baba pesa. Kwa hivyo nilimpelekea nini? Pesa. Kwa hivyo pesa ndio itakuwa ni kipozi, si baba. Ndio maana tukasema shamirisho ni nomino. Nomino hapa ni mbili, baba na pesa, na kati ya mojawapo, moja ndio kipozi, lakini kipozi inajibu swali nini. Nilimpelekea baba nini? Pesa. Kwa hivyo hiyo ndio itakuwa shamirisho kipozi au yambwa tendwa. Mfano wa pili, kitondo au yambwa tendewa
ni nomino pia, mtendewa au kitendewa, mtu aliofanyiwa jambo au jambo lilofanyiwa. Kwa hivyo ni nomino iliyopata faida. Kwa hivyo nikakoleza tena wino faida. Tuelewe kuwa shamirisho zote ni nomino. Ya kwanza inajibu swali nini. Hii ya pili iliyopata faida, nomino iliyopata faida. Pia hujibu swali nani. Kwa hivyo kipozi inajibu swali nini. Kitondo inajibu swali nani. Pia katika kitondo mtu amepata au kile kitu kimepata faida. Mfano, nilimjengea baba nyumba. Kwa hivyo nomino ni mbili, baba na nyumba. Alopata faida hapa ni nani? Baba ndo anjengewa. Kwa hivyo baba ndo itakuwa ni shamirisho kitondo, yaani inajibu swali nani. Ya tatu, ala ni kifaa au kitu kinachotumika kutendea jambo. Kwa hivyo kitu chochote hii. Mfano, Mkhisa anakata nyama kwa kisu. Kwa hivyo anatumia kifaa gani? Kisu. Kwa hivyo itakuwa ni shamirisho ala. Kwa hivyo shamirisho tuko na aina tatu. Kipozi inajibu swali nini, kitondo inajibu swali nani, na ala ni kifaa au kitu kilichotumika. Mifano ya maswali ya aina za sentensi. Kwa hivyo kuna maswali namna hizi tulotaja: kiima, chagizo, kiarifa, shamirisho, kiarifa na kadhalika. Mfano wa kwanza, ainisha shamirisho na chagizo katika sentensi ifuatayo. Hapa wanataka shamirisho, na shamirisho tuko na aina tatu. Kisha wakataja na chagizo. Tusisahau kuwa chagizo tulisema ni kikundi kielezi. Sentensi yenyewe ni wakulima walifanya kazi hiyo haraka sana kwa jembe. Kwa hivyo tuangalie chagizo. Kielezi hapa ni gani? Kwa jembe. Tuangalie sentensi yetu. Tuko na aina tatu za shamirisho. Kuna shamirisho kipozi ambayo inajibu swali nini, shamirisho kitondo ambayo inajibu swali nani ama nani amepata faida, kisha kuna na ala. Kwa hivyo tuanze na kwanza. Wakulima walifanya kazi hiyo haraka sana kwa jembe. Majibu, kazi hiyo ni shamirisho kipozi. Walifanya nini? Kazi hiyo. Kisha hakuna kitondo hapa, hakuna mtu alopata faida. Wakulima walifanya kazi, wao ndo wamefanya ile kazi, kwa hivyo hapa hakuna faida. Jembe ambao ni shamirisho ala, hatukusema kwa jembe, tumetaja ala, kifaa peke yake. Kwa hivyo hapa uandike tu jembe, ni shamirisho ala. Na haraka sana itakuwa ni chagizo ambao ni kikundi kielezi. Wakulima walifanya kazi hiyo haraka sana. Hiki ni kielezi cha namna. Swali la pili, onyesha yambwa katika sentensi ifuatayo. Tusisahau kwa shamirisho tulisema kuna majina mawili, shamirisho au yambwa. Alawi alifumiwa mkeka mzuri na shangazie kwa mia. Kwa hivyo onyesha yambwa katika sentensi ifuatayo. Kwa hivyo majibu ya kwanza, mkeka mzuri, yambwa tendwa, alifumiwa nini? Mkeka mzuri. Alawi, yambwa tendewa, alifumiwa. Kwa hivyo alawi ndio alopata faida, yaani ni nani amefumiwa, yaani kitondo. Jina lingine ni yambwa tendewa, na ala iliyotumika hapa ni mia, kwa mia. Andika sentensi ifuatayo upya ukianza kwa yambwa tendewa. Walimu waliwafanyia wanafunzi wote mtihani wa KCSE. Kwa hivyo yambwa tendewa tunasema ni kitondo, na kitondo tukasema anaipata faida au najibu swali nani. Kwa hivyo sentensi yetu, walimu waliwafanyia wanafunzi wote mtihani wa KCSE. Walopata faida hapa ni nani? Wanafunzi ndo wamefanyiwa. Kwa hivyo tunaambiwa sentensi ianze kwa yambwa tendewa. Kwa hivyo wanafunzi ndo walopata faida, wao ndo yambwa tendewa. Tabidi sentensi yetu ianze na wanafunzi. Jibu, wanafunzi wote walifanyiwa mtihani wa KCSE na mwalimu.
Bainisha kiima na chagizo katika sentensi ifuatayo. Mwingine alikimbia kwa kasi. Kwa hivyo chagizo ni kikundi kielezi, kiima ni kikundi nomino. Kwa hivyo jibu mwingine itakuwa ni kiima, kwa kasi chagizo. Tambua kiima na kijalizo katika sentensi. Mwanafunzi hodari ni yule aliyefaulu mtihani na kuzawadiwa. Jibu mwanafunzi hodari ni kiima, kikundi nomino. Kisha wakasema tuangalie nini kijalizo. Kijalizo tulisema kinakuja baada ya kitenzi kishirikishi, na hapa kitenzi shirikishi ni. Kwa hivyo maneno yote yaliyobakia yatakuwa ni kijalizo. Kwa hivyo itakuwa yule aliyefaulu mtihani na kuzawadiwa ni kijalizo. Hatutaki kujua neno ni moja au mawili, madamu neno lolote au maneno yoyote yanayokuja baada ya kitenzi kishirikishi itakuwa ni kijalizo. Mwisho wa somo letu tutamalizia na aina za sentensi ambao ni virai na vishazi na namna maswali yanavyokuja katika somo lijalo. Asanteni.